huyu mtu mume kankuja hapa kwa lengo gani na dhumuni gani? Nishachoka. Anko, muulize basi. Vipi? Naona mkamwa numanuma mjini petu. Yaani nimetoka muda mrefu huku, ni siku nyingi sana. Sasa nimeshasahau nyumbani sijui ni wapi. Yaani hapa nishachoka. Ondoka muda mwingi kwani hupajui? Hajamasi kichakaa hichi. Waitwa nani? Naitwa Farida Maguo. Farida Maguo? Ka. Jamaa. Farida Maguo. Maguo bima pana 60. Ndio huyo sasa. Haya mama, na huyu mwizi woni nani? Playboy. 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 PLYBO. Playboy. Playboy Mie ndiye mjombao Hankorwa. Anko Makorwa. Shikamoo. Marahaba. Kwema? Ni kweli? Za siku. Safi. Unanikumbuka anko? Sikukumbuka vipi, na mie ndiye kuja nikakuchukua kipindi hicho undogo, nikakupeleka Finya, baadaye Finya nikakutoa nikakupeleka Msumbiji kwenda kusoma. Ama kweli kukuwa nkupenya penya jamaa. Tunatembea umbali mrefu. Kanipoteza huko. Ni kweli, lakini sasa mshafika. Twende zetu ni. Farida. Twende zetu ni. Haya. Nye mshafika hapa. Na ili koba kulitia nanga. Naona nzito. Hata zetu ni. Anko twende. Twende zetu. Kake Maguo wewe. Mama Farida. Yumo. Hai Makoro. Kali ushemeji. Za muda. Fresh. Kali ushemeji. Bwana, mimi shemeji yangu ninakuletea wageni wao hawa. Wageni. Naam. Karibuni. Asante shukrani. Barabara. Na huyu ndio mwanao Farida. Farida. Farida huyu, Farida mwanao ndiye huyu. Farida Maguo. Naam. Mama. Karibu sana mwanangu. Kaka Maguo. Kaka Maguo wewe. Karibu sana mwanangu. Naam. Naomba tumsalimie dada. Haya, kuna nini? Hankorwa ndugu yangu. Haya, habari za masiku. Safi. Hankorwa kumtupa jongo na ntiwe. Ni kweli. Hupiti hapa nyumbani. Ni kweli, lakini sasa hichi ni kipindi cha Ramadhani tunachongiwa nacho kesho. Ndio. Kwa hivyo sasa hivi mimi nangiwa kwenda limia mihogo. Hivyo? Hivi nikwambia hapo sasa hivi narudi palalia. Jembe hata sije nakie kwa kijingo hichi. Sasa hivi nangiwa majukumu. Ndio. Na wajua fika kwa kesho ni Ramadhani. Najua. Ndio. Kwa hivyo sasa hivi mimi nangiwa kwenda limia mihogo. Hivyo? Hivi nikwambia hapo sasa hivi narudi palalia. Jembe hata sije nakie kwa kijingo hichi. Sawa sawa. Naona kumkuja na wageni. Nani hao? Farida huyo nakuletea. Nani? Farida? Naam. Farida huyu Farida. Farida huyu Farida. Mimi nikisema kukuja na nzungu. Shikamoo. Marhaba mwanangu. Mzima? Mzima. Naona mwanangu kumkuja vuvu huna hata simu huyatupigia. Kwa nini? Simu nilipoteza. Kumpoteza simu? Naona waja kama mvua ya masika tu. Haya, karibu sana mwanangu. Asante. Unisikia? Karibu sana, hapa ndo nyumbani. Haya, na huyu bwana mkubwa ni nani huyu? Kwanza shikamoo. Marhaba baba, marhaba. Nani huyu Farida? Rafiki yangu. Marhaba. Karibu sana. Karibuni sana. Karibuni sana ndani kwanza, mpite. Karibu mpite, Karibu mpite baba. Asante. Karibu mpite. Twende. Shale nini? Na hiyo suruali uloiva fanya wivu. Twende karibu. Karibu. Kaka ukifika mpe masheli suruali hivi wewe huyo. Hivyo hawa wageni wangu kuja siku ndio. Ni kweli. Maana hapa tuna mwezi 29 wa Shaabani, kesho tuankia na Ramadhani mfungo mosi. Hivi saa hizi ndani kuna masheli
na madizi ya kupwaza ndio watoka kwenda kushindia nayo leo. Kesho naanguka na mhogo wangu kuja siku ndio. Haya, kwa hiyo mimi nitakuja jioni. Nenda kwa masheli. Kuna masheli na twenzetu. Twenzetu kapata. Ameshapata. Karibu. Karibu baba. Kage wapi masheli hao? Uonyeshe kijiji. Oh. Aibu jini. Hili ni Ramadhani. Watakiwa ufunge. Wewe kunchukua nini? Dawa yapo hiyo, uipiga mdomo tele. Mdomo mpige wewe kama utafuna mchele. Wewe ufungi wewe. Hii ni makuruhu. Ramadhani mtu hatakiwa piga mswaki saa 4 za asubuhi. Unifahamu sijui. Hapa fungwi hapa. Takubia kichwa sasa hivi nkuwe. Mtizame vile. Wewe ufunge hunchanga. Hapa fungwi hapa. Hivyo ni makuruhu. Wewe watakiwa alfajiri ukishakula daku tu ndio upige mswaki, ukatia uzu, ukamwombe Mungu. Wewe saa 4 za asubuhi hapa ndio upiga mswaki? Hapa fungwi hapa. Sina maneno mingi mie. Sawa Jua huyu mwenzio. Usemee rafikio. Sawa Huyu kijana nataka nikupe maneno 4 uende ukampeleke umwambie. Yamemshinda. Basi azinge safari ya uke. Akiyazingatia naye akiyafanya basi tu pamoja. Na kutuma wende ukakae naye ukamwambie nia na madhumuni ya kuishi ndani ya nyumba hii. Sawa? Mama kijana Playboy Ndio. Muna majina ya vijana nyie. Haya, sasa kwanza aswali swala 5 za Kiislamu. Na la pili afunge mwezi wa Ramadhani huu na mwingine ujao kama roho ihai. Tena asijiacha swala tahi 1. Na la 3 kile kichwa alichokifanya vile, kama utasema mpira wa kombe la dunia, kana uzungusha huku kana ukatakata kisahani si kisahani, ndio vyangu tafrani tumie mwanangu kile kichwa ende akakipare, ikiwezekana apige para haswa. Na la mwisho zile suruali anapozivaa humu nusu kanzu au nusu suruali mpaka humu chini ya makalio we mwenyewe mwanangu huo ni kinyaa kile mwanaume iwaja anango mpaka humu tena iwaja kwa wazazi wako, huo ni takinyaa mama mama. Sasa nasema hivi, wende ukamwambie haya, afate sirika na utamaduni, afate heshima. Sawa, awe na heshima na wazazi, tena afate maadili ya Kizanzibari na maadili ya Kiislamu, ayafuate vizuri. Akiyafata haya masharti haya, mwanangu Farida atakacho ndani ya nyumba hii nitampa, sababu nitakuwa nishapata mwenzangu wa kusaidiana kwenye maisha haya tulionayo.
Ukishafata haya, mwanangu Farida, utakuja niona mimi mbaya no, na hali ya kwamba mwanangu nakupenda no. Sitaki nikuchukiza kwa jambo unalolipenda au unalolitaka. Sawa eh? Sawa bwana. Haya, mimi kwa heri nafika hapo kidogo kwanza. Playboy huyu. Sitanifanyaje sasa? Baba shikani. Marhaba. Nataka muogo. Muogo kiasi gani? Fungu shilingi. Tunaanza na 500. Sawa. Nataka mafungu mawili. Haya, na kingine mama. Na kisamvu kiasi gani? Kisambu tunauza 500 kwa fungu. Mzee, mbona tamaa sana? Hebu wacha nyamaza. Hamna, wewe kijijini mnauza bei kama hiyo, nyingine itakuwaje? Tungule 100 kwa mama. na hizi hapa Nini? Hiyo hapa inaitwa limao. nataka hizi mbili. 2 kwa 100 na Shilingi 100. Mzee, vitu vingine kama hivi mtu anapokuja kununua vitu unakuwa unamwachia tu. Wacha. Sawa. Basi Hivyo ni vitu vya ofa tu. Nyongeza tu. Siku nyingine baba, ndio mambo. Leo chukueni tu, siku nyingine Basi sasa tayari nashukuru. Hapana shida. Na tungule moja. Tungule kiasi gani? Tungule moja. Hiyo ofa tu mzee, mia ni kitu gani bwana? Pesa ndogo tu kama hizo changes. Sibatia change baki nazo, hamna shida. Mzee. Naam. Bado tunaenda. Hai. Mama, hebu rudi kidogo. Ndio. Huyu kijana huyo uliokuja naye. Mwangalie sana. Kwa sababu baba yako anaaminika sana hapa kijijini. Ndio. Na wewe naona kama mna mashirikiano na huyu kijana. Ndio. Kwa hiyo jaribu kumrekebisha mazungumzo yenu yawe ya taratibu, lakini umuelewe. Sawa? Sawa. Sijui umeshanifahamu? Sawa baba, nimekuelewa, nitalifanyia kazi. Ila samahani kwa hiki alichokifanyia hapa. Hapana shida. Maana sikutegemea kabisa. Hapana shida, tuko pamoja. Sawa. Na ndio vijana wetu. Sawa baba, hamna shida. Hai. Playboy, unajua alichoniambia baba na ninachokiona pale kwa babu havina utofauti kabisa. Una maana gani? Hebu jaribu kubadilika. Wewe unavyotaka nibadilike vipi? Kwa hiyo mimi kumwambia mzee kwamba ana tamaa, kwa hiyo mimi nimekosea? Sikiliza, unamwangalia na mtu mzima jinsi alivyo. Ni kauli gani za kuzungumza na watu wazima? Alafu kitu kingine, inatakiwa wewe ubadilike. Nibadilike? Ufunge. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, una maneno machafu. Inatakiwa ufunge. Ufunge, uswali. Ushanifahamu? Lakini hivi unavyonionyesha mimi mpaka nashindwa hata nichague wapi. Nisikilize Farida, nikwambie. Playboy ataendelea kuwa playboy. Tumeelewana? Alafu mambo mengine ya kufunga ya kufungua, mimi hayo sio maadili yangu. Sawa. Hayo mnajua nyinyi. Jaribu kubadilika. Sawa, ili upate ladha za baba na mama. Sikilize. Ili wakulidhie katika nafsi zao. Ikiwa umenichoka. Ikiwa hujabadilika, tunaendelea na hivi. Basi mimi nitachagua njia gani nipite mimi mwenyewe, ilo sahihi kwangu. Aha. Kwa sababu wazazi wangu wananiambia, wananikiona ninachokiona hapa hakina utofauti na wazazi wangu wanavyoniambia. Ikiwa hujabadilika, Playboy, ukiwa hujabadilika, mimi nitachukua maamuzi na uyajua mimi. Na wala usije ukanilaumu baadaye. Nisikilize. Nimemaliza, naondoka. Kwa hiyo umenichoka, sio? Leti habari.
Habari na kusikiliza. Maana wewe wajita kiumbe. Sasa sijui kushakwenda fanya wapi wewe umbeo. Sikiliza. Wajua mimi naye twazongana kwenye masuala ya tiba. Hapo ndo tuzongana hapo. Lakini tuachane na hayo. Lengo la kutaka kuonana na wewe ni kuja kukukopa. Mtu nzima hambui sana. Ushanifahamu? Na wewe mwenzangu. Langu ni la kwangu, lako ni la kwangu. Sawa bwana? Kwa hiyo cha msingi na sekondari nikaona kule nyumbani hali ishakuwa ngumu. Na leo sina uhakika mkubwa kama leo kutashwa moto. Ushanifahamu? Hali ishanifika hapa. Ushanifahamu? Hali ngumu jamaa yangu. Na Ramadhani huyo napo tofauti na zile za zamani. Hii naona inkithiri. Ni kweli, lakini sasa kiumbe hichi kipindi si pekeyo. Hichi kipindi si pekeyo. Kipindi kama hichi cha Ramadhani mambo huwa ni mazito kweli. Unifahamu sijui. Bwana, kuizungumzia hali kwamba ngumu kwangu. Masoko yote yantiwa uziwa mabati. Ushanifahamu? Hizi bidhaa menda zinunulia wapi? Ndankopa ntu wapi? Sikiliza nikwambie. Tuseme haya yaliyopo wewe hunayo. Yapi? Usijitie hamunazo ukicheza ngoma utakavyo. Hizi kauli za Hussein Mwinyi rais alipokuwa akitafuta kura tumpe si wananchiwe. Kwa uzisikia asemaje? Huyu kanasema Zanzibar atakifanya ya kisasa. Hata kaleta masoko ya kisasa na mahospitali ya kisasa na twayaona. Sasa wewe wafikiri nani atake toka huko akaja kanisika sikio kwenye hichi kijiji akaja kanaambia kwamba bwana kuna hili na hili na hili. Hayo mambo sio huko hatunayo. Ushanifahamu? Wewe kama wayapata watakiwa uwashike mmoja sikio ili asijenge taswira nyingine kwa mheshimiwa wetu. Sawa? Umfahamishe vizuri. Asipotoshe na watu wengine waliokuwa pumbavu wenziwe. Wewe ushanifahamu Mimi nimeshakufahamu. Na ndio maana ile hospitali ya Karakane nzungushwa mabati. Kumbe atakatengezwa hospitali ya Transfire. Ile si Transfire. Ile atakatengezwa hospitali ya Rufaa. Hayo mambo twayaona na yataendelea kuja. Si hayo tu. Rais Mwinyi tuambia mingi. Tushaanza yaona. Ndani ya mwaka mmoja tayari yajitokeza. Kweli. Kwa hivyo weka tayari. Kama una shilingi viwili vitatu, nenda ukachukue kwenye lango la duka mapema. Maana hivi nikwambia hapo metari nitakaekeza. Langu moja nataka mnijibu. Sawa shemeji. Mnakuja litafutia ufumbuzi. Na kwa vile hii miguu mnyeshe ifunga nganja. Acha nsewe ni ucheze. Kunifahamu sijui. Ndio shemeji. Farida. Yule mtume aliyomo ndani. Siye hatujui kabilae, hatujui wazewe, wala hatujui dinie. Kuja kutufia humu ndani hatujui tatumpeleke wapi siye. Serikali itakwenda tufunga. Sasa mie nataka unieleze hasa. Unifahamu Huyu mtu mume tankuja hapa kwa lengo gani na zumuni gani? Nataka nini?